Nataka kusema na wewe juu ya mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiuchanganya ulimwengu na yamekuwa yakiwachanganya watu waliookoka. Kuna jambo moja ambalo limekuwa likiutikisa ulimwengu. Watu wamekuwa wakitazamia ya kwamba hati kumtumikia Mungu ni kuwa na mafanikio fulani, kuwa na fedha nyingi, na ndipo uonekane ya kwamba unamtumikia Mungu. Watu wengine wamekuwa wakienda kushuhudia mahali, wanaambiwa ya kwamba eti uwe na mafanikio na ndipo uje unishuhudie mimi. Ya kwamba kuna watu ambao wanawapinga ya kwamba watu hao eti hawafai kumshuhudia Mungu au hawafai kushuhudia matendo makuu ya Mungu kwa sababu maisha yao weza hayako katika mafanikio fulani au hayapo katika hadhi fulani. Nataka nikwambie mtumishi katika Bwana au mtu ambaye unanisikiliza kwa wakati huu ya kwamba wokovu si mafanikio ya kimwili, bali wokovu uko ndani ya mtu. Wokovu ndani ya mtu, na wokovu ndio ambao unakuja kujidhihirisha katika maisha ya mtu. Si mafanikio ya mtu ambayo yanakuja kudhihirisha wokovu, kwa sababu mtu anaweza akawa na mafanikio ya kimwili lakini ndani yake hana wokovu, ndani yake hana Mungu. Lakini utakapokuwa na Mungu ndani yako na wokovu, ndipo unakuja kudhibitika. Sasa watu wamekuwa wakitekwa katika sehemu hiyo, wakichukuliwa katika mahali hapo, wakijionyesha ya kwamba wao watakapokuwa na mafanikio ndipo wanapaswa kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu hakuzingatii hali ambayo uko nayo, hakuzingatii mazingira ambayo uko nayo, bali kumtumikia Mungu ni katika roho yako na ni katika roho na kweli. Na unapomtumikia Mungu katika roho na kweli, ukajinyenyekeza mbele zake, ukayatenda matendo ambayo Mungu yanampendeza, na ndipo Mungu anaanza kufanya mafanikio juu yako, na ndipo Mungu anaanza kubadilisha tabia zako, na ndipo Mungu anaanza kufanya mambo ambayo ulikuwa ukishindwa kuyafanya. Tukitazama katika vitabu baadhi au katika Biblia, katika maandiko baadhi, tunaona ni jinsi gani watumishi wa Mungu walipokuwa wanatenda mambo makuu, si kwa sababu ya mambo ambayo walikuwa nayo kwa wakati huo, au si kwa sababu ya fedha walizokuwa nazo, bali ni kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyokuwa ndani yao. Na ile nguvu ndiyo ikafanya wao wakaheshimika katika sehemu zingine, wao wakapata ujasiri wa kusimama sehemu nyingine. Usiseme ya kwamba nikivaa vizuri ndipo ninapata ujasiri wa kwenda kuhubiri mbele za watu. Usiseme ya kwamba nikiwa na fedha ndipo napata ujasiri wa kwenda kuwahubiria watu. Kumbuka ya kwamba unakoenda huendi kuhubiri kwa habari ya fedha zako, huendi kuhubiri kwa habari ya magari, kwa sababu utakapohubiri kwa habari ya magari hayataweza kumponya mtu, majumba hayawezi kutoa pepo juu ya mtu, bali nguvu ya Mungu ndio inaenda kutoa pepo na inaenda kuuisha maisha ya mtu. Katika vitu ambavyo vimechukuliwa vinaenda kuibuliwa upya na kufanya matengenezo katika maisha ya mtu. Tusikiegemee upande mmoja ya kwamba mafanikio tu ndio yanayopaswa kufanya mtu akapata ujasiri wa kushuhudia watu wengine. Na wewe ambaye unakataa kushuhudiwa ya kwamba eti ya kushuhudiaye anapaswa kuwa na mafanikio, ni mtu ambao umekwisha ibiwa na umeshatekwa katika vifungo fulani ambavyo unashindwa kutambua ya kwamba Mungu ni nguvu na si mafanikio ya mtu, kwa sababu yeye ndiye ambaye anavyo vyote. Akiamua kuchukua hata hivyo ulivyo navyo, vinavyokufanya uone ya kwamba watumishi wa Mungu si kitu, bali watakapokuwa na fedha ndipo wanapaswa kuja kukushuhudia. Mungu anaweza akachukua hata hivyo ulivyo navyo, kwa sababu kuna watu wengi ambao walikuwa na mafanikio kama wewe lakini leo hii hawapo, na kuna watu wengi walikuwa wameinuliwa na Mungu kama wewe lakini leo hii wamekwisha pukutisha vile vyote walivyokuwa navyo. Yote ni kwa sababu ya kiburi cha kuto kumsikiliza Mungu na kujivunia ya kwamba una fedha, una mali. Kwa hiyo atakaye kushuhudia wewe anapaswa kuwa na hela, atakaye kuhubiria wewe anapaswa kuwa na mali. Kwa hiyo mali zako wewe zinakuinulia kiburi ya kwamba Mungu wa mtu ambaye anamtumia mtu fulani anapaswa kuwa kwenye mali ambazo uko nazo wewe. Yaani mali zake zitakapokuwa nyingi ndipo anapaswa kukuhubiria wewe. Kwani anakuhubiria kwa habari ya kwenda mbinguni au anakuhubiria kwa habari ya kuwa na fedha nyingi? Kwa sababu ujapokuwa na fedha nyingi alafu hauna ndani yako Mungu, ndani yako Mungu hayupo, ni sawa sawa na bure, kwa sababu wakati wowote unaweza kuchukuliwa. Na tunasoma maandiko mahali fulani, tunamuona mpumbavu mmoja ambaye yeye alijisazia vitu vyake vingi, akafanya mavuno, akavunja gara lake dogo, akatengeneza gara kubwa. Na baada ya kutengeneza gara kubwa akaiambia nafsi yangu, hebu upumzike na ustarehe kwa sababu una vitu vingi na uwe tayari kuvitumia vitu hivyo. Lakini Biblia inasema ya kwamba akaambiwa ya kwamba mpumbavu wewe, usiku wa leo ninahitaji roho yako. Kwa hiyo tutambue na tujue ya kwamba wokovu au nguvu ya Mungu haipo kwenye mafanikio na fedha tulizo nazo, kwa sababu fedha tulizo nazo haziwezi kutufaa kitu kwenye wakati wa mateso.
na wakati wa shida. Na ndio maana tunamhitaji Mungu katika kila sehemu. Wewe uliye na fedha nyingi, uliye na magari mengi, uliye na majumba ya kifahari, unamhitaji Mungu ili uweze kufanikiwa. Hauhitaji fedha zako hizo ziweze kufanikisha. Na ndio maana watu wengine wamekuwa wakiegemea kwenye fedha, nao wamekuwa wakikandamizwa na mambo mengi. Wanalala usiku wanakabwa, wanalala usiku wanaota ndoto za ajabu. Yote ni kwa sababu fedha zao haziwezi zikatenda mambo ya kiroho. Fedha zako haziwezi zikakutendea mambo ya ulimwengu wa roho. Unamhitaji Mungu ili aweze kukuza kiroho chako. Unamhitaji Mungu ili aweze kuimarisha uwepo wa fedha zako, uwepo wa mali zako, na uwepo wa majumba yako, na watoto wako watakuwa mahali palipo salama, kwa sababu tayari ndani yako una nguvu ya Mungu. Lakini usiwakejeli watumishi wa Mungu, wala usiwadharau ya kwamba mtu huyu mimi anawezaje kunishuhudia, hana gari lakini mimi nina gari, ataniambia nini? Ana kitu cha muhimu sana ambacho ni zaidi ya hilo gari, ana kitu cha muhimu sana ambacho ni zaidi ya hiyo nyumba. Kwa hiyo yeye mpe nafasi ya kumsikiliza na utendee kazi kile anachokisema. Usitazame ni jinsi gani alivyokuja kwako. Tazama mahali fulani Biblia inasema, na alikuja kwenu hamkunipa chakula, na alikuja kwenu hamkunivika. Yote ni kwa sababu kuna namna ambayo Mungu anamjia mtu. Sasa utajuaje ya kwamba amenijia mimi, ikiwa wewe unataka mtu huyu ambaye anakuja kukuhubiria wewe awe na fedha nyingi, au mtu huyu ambaye anakuja kukuhubiria wewe awe na mali nyingi, na huyu ambaye anasema na alikuja kwenu hamkunivika, na alikuja kwenu hamkunilisha? Ni mtu wa namna gani? Ya kwamba anaweza akaja kwa namna ya udhaifu na akaja kwa namna ya umaskini, lakini ndiye Mungu kapitia mtu huyo, naye Mungu anataka ufanye jambo la kumuuisha huyo mtu ili uwe kama umemuuisha Mungu. Jitahidi sana usiwakemee watu wa Mungu wala kuwadharau watu wa Mungu ambao wana hadhi za chini, lakini Mungu ameweka karama juu yao, kwa sababu karama hizo si kwa ajili yako wewe tu, bali ni kwa ajili ya Mungu. Naye Mungu anahitaji kuikomboa nafsi yako. Ujapokataa, kuzimu inakungojea wewe. Ujapokataa, na wewe utakapokuwa umekwisha kufa, mali zako utaziacha zikatapanywa na watu wengine. Kwa hiyo mali si kitu, bali mtumikie Mungu na umsikilize Mungu kwa mtu awaye yoyote kulingana na hadhi aliyokuja nayo kwako.